things speaks by themselves. Mambo yanaongea yenyewe. Na mimi nitaridhika kama kweli rushwa na ufisadi mapambano yake ni kipaumbele cha serikali pale nitapoona serikali inajishughulisha na rushwa kubwa kubwa. Tunataka rushwa kubwa kubwa tuzishughulikie. Ndio maana kwenye michango yetu tulitoa hoja kwamba TAKUKURU wanafanya kazi, lakini bado hatujaridhika. Tunataka tushughulike na mafisadi papa. Hiyo ndio rai yetu, na nilitoa hii rai kwa waziri mkuu kwamba wakati anaanza, mimi nilipata nafasi ya kusema kwa niaba ya walio wachache. Nilisema, waziri mkuu, tunamkopesha imani. Kukopeshwa imani maana yake wenzako hawa wanataka ufanye jambo fulani, wanakupa muda ulifanye. Ukilifanya wataridhika, usipolifanya unakuwa umeitupa ile imani. Moja ya jambo ambalo linaelekea kuidondosha imani ile kwangu mimi na wenzangu ni udhaifu wa serikali ya awamu ya 6 katika kukabiliana na rushwa na ufisadi. Na eneo la kurejea ni ripoti za CAG. Mule vimetolewa viashiria vyote vya rushwa na ufisadi, vipo. Soma ripoti za miaka yote. Na mimi nataka kutoa changamoto kwa waziri mkuu. Atuseme ripoti za nyuma hazina umuhimu, lakini za miaka 5 iliyopita akae yeye mwenyewe. Huwa anapenda kusema kwamba yeye ni mtoto wa mkulima wa mfugaji. Kama mtoto wa mkulima na mfugaji mwenyewe, akae chini peke yake, ajumlishe yeye mwenyewe ni fedha gani CAG amezitaja, kwa kiasi gani zimepotea tangu mwaka 2020-2021 mpaka mwaka wa sasa. Ni fedha trilioni ngapi zimepotea kwa ubadhirifu, kwa dalili za rushwa, ni shilingi ngapi? Lakini tunaendelea na business as usual. CAG atafanya ukaguzi, atakabidhi ripoti kwa rais, rais atapeleka bungeni, bungeni litapeleka kwenye kamati, tena kamati yenyewe mimi mwenyekiti wa LAC, Devota Minja mwenyekiti wa PAC, PAC watapeleka bungeni, bungeni watatoa maagizo, mduara utaendelea hivi, au komi ni yale yale. Rushwa na ufisadi, hasa ufisadi mkubwa. Sasa leo sitaki kurejea ripoti ya 2024, 25, 23, 24. Mwongozo wa spika umeeleza vizuri hizo ripoti bado hazijamalizwa na bunge. Kwa hiyo hatupasi kuzirejea mpaka imalizwe na bunge. Lakini kwa kweli ufisadi hauhitaji ripoti hizo tu, ukisoma. Na Mheshimiwa Shabibi alisema vizuri kwamba hata kwenye vijio vya bodaboda wanajua, yaani mtaani tu wanajua kwamba huyu fisadi. Ya mambo ambayo mimi unisikitisha ni kwamba tumefikishwa pahala ambapo zikipatikana ajira 200 inabidi litoke tamko la wizara. Kwa hiyo tumepata kibali cha kuajiri watu 500. Kwa hiyo mambo yanakwenda vizuri sana. Watu kutengeneza tatizo, kulilea, alafu kuliendeleza, alafu naligusa kidogo ili uonekane mkombozi. Sasa